Msikizaji, tuweze kuendelea na sehemu ya 18 ndani ya simulizi yetu ambayo inaitwa Umechelewa, ili kukamilisha episode ya 9 kwa siku hii hapa ya leo. Aliyesema mapenzi hayana adabu hakukosea. Yalikuwa hayana adabu kweli, na yakamwadabisha ipasavyo Queen Bernard. Kuna hali ambayo ilikuwa ikimtesa. Alianza kuwa hana mapenzi ya dhati na aliingia kwa gia ya kumkomoa, lakini akajikuta anazidi kuingia kwenye sehemu ambayo kila akiwaza kutoka akaona anakosea. Msikilizaji, ni baada ya Queen sasa kuingia kwa Bwana Lewis. Lengo ni kulipiza kisasi tu kwa Hansi ili aweze kumuumiza, lakini akajikuta anakolea sasa. Anampenda kweli Bwana Lewis. Amenifanya nini huyu mimi? Alijiwazia siku hiyo akiwa hajielewi. Alikuwa ameshikwa na mahaba mazito. Lewis alikuwa amemlewesha kabisa. Ilikuwa ni ajabu kidogo kwa wanafunzi wa kidato cha pili kutoka na msichana wa kidato cha 4, lakini kilichomsaidia Lewis, licha ya kuwa na mwili mdogo, alikuwa mrefu. Waliendana wakiwa wanatembea, waliendana kabisa. Lewis alikuwa na mapenzi fulani yaliyomvutia sana Queen. Kwanza hakuwa na mbwembwe. Queen yeye ni mzuri. Alitegemea labda Lewis angewatangazia watu kuwa anatoka naye, lakini akajikuta yeye ndiye aliyeutangazia umma wa wanafunzi kuwa amekolea kwa mahaba ya Lewis. Ni lini alikosa kuingia darasani kwa Lewis baada ya mapumziko? Hakuweza kabisa kufanya vile. Kingine kilichokuja ni hata pesa zikaanza kumtoka mtoto wa kike, na alitoa kwa mahaba yake ambayo alijikuta tu akifanya vile bila ya kushindikizwa na mtu. Hivi Queen, unanipenda sana? Lilikuwa swali alilouliza Lewis siku moja wawili wale walivyokuwa wanatoka shuleni. Walikuwa pamoja wakiongozana huku wakiwa wameshikana mikono. Mpenzi, unaniuliza swali gani hilo bana? Kwani mpaka leo hujui kama nakupenda? Queen akajibu kwa deko, mdomo akaubetua kana kwamba alikerekwa na swali aliloulizwa, na kumfanya Lewis kutoa tabasamu lake lililomfanya Queen kuanza kulegea. Nimekuuliza kwa kuwa nataka nijue ukweli kama unanipenda, yani unanipenda mpaka kufikia unaweza kufanya chochote ninachokuambia. Lewis akaongea na kumfanya Queen kusimama na kumwangalia Lewis kwa makini. Unataka kuniambia nini mpenzi wangu? Queen akauliza na kuonyesha shauku ya kutaka kujua. Jibu kwanza swali langu la kwanza, unanipenda na upo tayari kufanya chochote ninachokuambia? Lewis akaongea na Queen akazidi kuchoka na lile swali. Ndiyo, nakupenda na naweza kufanya chochote kwa ajili yako kwa kuwa nakupenda. Hata useme niibe hela nyumbani nikuletee, sawa, nitafanya hivyo. Queen akajibu na kumfanya Lewis kuonyesha furaha yake kwa sababu ya kupewa jibu lile. Nataka kukutana kimwili na wewe. Lewis akaongea bila ya kuogopa. Queen akatulia kidogo baada ya kuambiwa maneno yale. Akashusha pumzi zake na kumtizama tena Lewis. Sawa mpenzi wangu, nimekubali hilo. Usiwe na wasiwasi, nitatimiza. Queen Bernard akaongea pasipokuwa na pressure. Akamfurahisha Lewis, na siku ile usiku wakachati sana na kupanga mipango ya wataitumiaje siku hiyo, ambayo baada ya kuchati sana wakapanga iwe wiki inayofuata. Queen akajimaliza tena kwa kuwa yeye kwao wazazi wake wanaondoka, basi Lewis atakaribishwa mpaka kwao na jambo lao watalifanyia huko, baada ya Lewis kusema kwao hakukuwa salama na Queen naye kusema kuwa hawezi kuingia vyumba vya wageni. Wawili wale wakaisubiria siku hiyo kwa hamu kubwa. Wala haikuchelewa, ingawaje wao waliona inachelewa, hasa Queen ambaye alishangaa kwa sababu gani anakuwa vile. Kwa hakika alikolea na Lewis kwa kuwa alikuwa mjanja katika sekta ile. Alikuwa akimchombeza sana kwenye simu. Siku ya miadi ikafika. Ilikuwa Jumamosi. Lewis alitoka nyumbani kwao kama anakwenda shuleni kusoma masomo ya ziada, lakini haikuwa hivyo. Moja kwa moja kama anaelekea shule, kumbe haikuwa shule, kwa sababu nyumbani kwao alipokuwa anaishi ilikuwa ni kuelekea kama unaelekea shuleni kwao. Queen Bernard akamwelekeza pa kushukia.
Lewis aliposhuka akampigia simu msichana wake huyo aliyekuja kumchukua na bajaji. Wakaelekea mpaka kufika nyumbani kwao. Hapo ndipo macho yalipomtoka Lewis. Alikaribishwa na jumba kubwa zuri la kuvutia, ghorofa moja kubwa lililonakshiwa vyema. "Mpenzi, vipi? Mbona huingii?" Queen akamuuliza Lewis ambaye alisita kuingia, akasimama pale pale kama vile askari kanzu. "Humu wapi Queen?" Lewis akauliza huku macho yakiwa yamemtoka. Queen akaelewa maana jumba lao lilikuwa linatingisha kweli mtaa. Yeye mwenyewe mtaani pale hawakumjua kwa sababu hata alipokuwa anatoka kwenda shule alikuwa ndani ya gari safi lililokuwa hapo kwao akipelekwa na baba yake mara nyingine ama mama yake. Kurudi ndio alikuwa akirudi akiwa ndani ya bajaji, ingawaje baba yake alikuwa akimpa hela ya kupanda taksi. Queen akamshika mkono Lewis, wakaingia na hapo wakakutana na mlinzi aliyekula chumvi nyingi kidogo. "Queen, ni nani huyu?" Yule mlinzi hakuacha kuuliza baada ya Lewis kumsalimia, na Queen akamwambia alikuwa rafiki yake na kumuongoza Lewis, bado wakiwa wameshikana mikono. Macho ya Lewis hayakuacha kuzunguka mpaka wanaingia ndani na Lewis anakaribishwa kwenye sebule ambayo huonaga katika sinema za kibongo ambazo wasanii hutumia majumba yale ya kifahari. "Karibu Lewis, hapa ndio nyumbani. Jisikie huru baby. Sema unakunywa juisi ama maji. Kama una njaa ni kuwekea chakula." Queen akamuuliza Lewis, lakini hakujibiwa mpaka pale alipomshtua Lewis kuonyesha kukerekwa na kushangaa kwa mpenzi wake. "Queen, kabla ya yote, baba yako na mama yako wapo wapi? Maana nishaingia na uoga hapa mwenzako." Lewis akauliza huku akiwa na wasiwasi mwingi. "Wapo, wameenda supermarket na dada wa kazi. Huwa wakienda hupitiaga kwa bibi na hurudi hapa jioni. Usiogope, mimi nimekuita hapa, usidhani mjinga. Kila kitu nimeweka sawa." Queen akaongea na Lewis akawa hana jinsi kuweza kumwamini. Msikilizaji, hatari sana hivi viumbe. Utakumbuka kweli alichokifanya Hawa kwa Adamu kwenye bustani ya Eden. Wana vishawishi vya kutosha sana. Pale pale Queen akaondoka pale sebleni, na aliporudi akarudi na glass ya juice na kumpa Lewis, aliyeiguda upesi na kumfanya Queen kuangua kicheko. Lewis alipomaliza tu, Queen akamnyoshea mkono na ulipopokelewa akanyanyuliwa na Lewis akaongozwa, wakaelekea chumbani. Kitanda kikubwa 6x6, kabati la kisasa, choo mule ndani, runinga aina ya flat screen zilimfanya kuzidi kuelewa jinsi gani Queen ametoka kwenye familia ambayo pesa ilikuwa nyingi sana. Yani hadi yeye ana TV yake, alijiwazia Lewis. "Hiki ndio chumba changu Lewis, nakuja." Queen akaongea. Wakati huo Lewis alijiketisha kitandani. Queen akaingia chooni. Maji yalipoanza kudondoka, Lewis akajua alikuwa anaoga. Hamad Queen akatoka akiwa kama alivyozaliwa kabisa na kumchanganya mwenzie. "Leo natimiza ombi lako na uzidi kujua na kupenda. Sijawahi kumleta mwanaume yoyote hapa nyumbani. Wewe ndio wa kwanza, na hata marafiki zangu anayekujaga hapa ni mmoja na kupenda." Queen akazungumza kwa mahaba tele. Macho yake yalikuwa legelege kama vile alikuwa amekula kungu. Akasogea na kuketi pale kitandani, wakawa wanatazamana wawili wale. Taratibu Queen akamvaa Lewis kwa style na kuanza kumfungua vifungo vya shati. Mwenzake hakuwa na papara kabisa kwenye sekta ile. Katika kitu ambacho Queen hakujua ni kuwa Lewis alikuwa mjuzi sana awepo katika ile sekta. Umri wake mdogo, alikuwa kidato cha pili, lakini alikuwa ameisha tembea na wasichana watatu ambao baada ya kutembea nao walimng'ang'ania na kukolea na mapenzi yake. Yani Lewis alianza kufanya mapenzi au kujua mapenzi akiwa kidato cha kwanza, form 1 tu. Alifundishwa na rafiki yake aliyekuwa kidato cha 4 ambaye alikuwa mkubwa sana kiumri, hivyo mafundisho aliyopewa ndiyo yakamfanya naye azidi kuwa fundi sana kwenye sekta ile. Queen Bernard alipotaka kuanza uchokozi akatulizwa vyema na Lewis alianza ufundi. Akamtuliza Queen, akatulia,
akaanza mbwembwe zake na kumfanya azidi kupoteza nguvu kabisa. Akaanza kuhema juu. Alionyesha kuwa na hamu sana ya tendo lile. Lewis aliliona lile, akazidisha chumvi na ufundi wake. Lakini mambo yalipotaka kukolea, Lewis akakurupuka, akashtuka. Lewis vipi? Queen akauliza huku akiwa kama amezidiwa. Nimesikia kama honi ya gari. Akaongea kwa wasiwasi mwingi, akamfanya Queen naye akurupuke kabisa na kutulia vizuri. Sasa ikawa kweli, wote wawili wakasikia vizuri tu, ilikuwa honi ya gari. Msikilizaji, mimi naishi hapo katika sehemu ya 18 siku hii hapa ya leo na kukamilisha episode hii ya 19. Tutakutana kesho kwenye sehemu ya 19 na sehemu ya 20. Wala si ya kukosa. Hii ni ya kwako na mimi nasema na kusogezea. Kila siku inazidi kuwa tamu. Inanoga yenyewe, si ndio? Mwambie bibi wako leo naye mbona story minoga. Mwambie story yenyewe. Tutakutana kesho bwana kwenye maktaba kupata mwendelezo huo sehemu ya 19 na sehemu ya 20 kukamilisha episodi ya 20 hiyo siku ya kesho. Leo tunishia hapa katika episodi ya 19. Nimekupa vipande viwili tu, sehemu ya 17 na sehemu ya 18. Si mwingine, hii ni sauti ya Omican. Omima Kopakopa, Omima Love Davi, Mr. Huba.